Eternal Father, I offer you the body and the blood. Moyo wangu umetukuza Jehova Mungu wakati kama huu siku ya leo. Mungu amenijalia nikapatikana siku huu. Ninataka niombe ndipo nianze kuhubiri. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, muumba wetu, ewe Baba, ewe rafiki yetu. Niko hapa kwa ajili ya neno lako. Nimekabidhi kila kitu mkononi mwako. Takaza neno lako, fungua moyo ya binadamu wasikie ujumbe. Badilisha maisha yao, uwaponye, wafanye miujiza na ishara. Asante kwa sababu ya hii andiko ambayo umetupatia. Wewe ndiye unani ndani ya hii andiko. Tutashukuru jina lako katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Waamuzi 14. Inasema ya kwamba Samsoni akatelemkia Timna. Akaona mwanamke huko Timna, mjowapo wa binti wa Filisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti wa Filisti. Basi mnipatie nimuoe. Ndipo babake na mamake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamii zangu zote, hata uende kumuoa mwanamke kwa hawa wa Filisti wasio tairiwa? Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Lakini babake na mamake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Basi wakati ule Wafilisti walikuwa wakiwatawala Israeli. Ndipo Samsoni na babake na mamake wakatelemkia Timna, wakafika mashamba ya mzabibu huko Timna. Na tazama, mwana simba akamgurumia. Roho ya Bwana ikamjalia kwa nguvu, naye akampasua kama kwamba anampasua mwana mbuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakumwambia babake na mamake aliyofanya. Basi akatelemkia na kumzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Kisa baadaye akarudi ili kumtua, naye akageukia kando kuangalia mzigo wa huyo simba. Na tazama, nyuki wengi walikuwa ndani la msoga wa simba na asali. Akatoa asali mkononi mwake, akaenda mbele, huku akikila. Alipokuwa akienda, akawafikilia babake na mamake, akawapa, nao wakala. Lakini hakuambia ya kuwa ametoa hiyo asali kutoka mzogo wa simba. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa ajili ya hiyo jumbe nimesoma. Kama sio wewe siwezi nikaieleza, lakini sababu yako tutaieleza. Asante Jehova kwa Roho Mtakatifu, asante kwa andiko, asante kwa kila kitu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini.
Nimesoma kwa urefu kwa vile kulikuwa na vitu nilikuwa nataka nichukue. Agano inasema ya kwamba siku moja kuna kijana anaitwa Samsoni, mwana wa Manoa. Samsoni alikuwa mnaziri wa Mungu. Yaani alikuwa mtu ambaye alizaliwa na nguvu ya Mungu. Ndipo Mungu akamweka kama mtumishi wake. Sasa siku ingine wakati huo ilipatikana ya kwamba Waisraeli walikuwa wanatauliwa na watu wa Filistia. Ndipo Mungu akatumia Samsoni. Samsoni akateremka akienda Timna kwa Wafilistia. Akaona msichana wa Filistia ilimpendeza. Ndipo akarudi akaeleza wazazi wake ya kwamba nimeona msichana mwingine mzuri sana Timna, mnataka nimuoe. Wazazi wakakataa, wakasema hujaona wengine hata kwa mandugu zako, hata kwa jamii zetu. Ni lazima uoe binti wa Filistia. Ninataka tuende na wewe. Ndipo akakataa, akasema amenipendeza, nimempenda sana, muoe, munipatie. Agano inasema alipochukua wazazi wake akienda Timna aangalie huyo bibi, akaingia kwa shamba la mzabibu. Ndipo akakutana na mtoto wa simba, akamgurumia. Agano inasema hakuwa na chochote mkononi. Agano inatueleza ya kwamba alirarua kama mtoto wa mbuzi. Mkono tupu. Alirarua kama mtoto wa mbuzi. Kaitupa hapo. Nimeshukuru Jehova kwa hiyo maneno. Ndipo siku ingine alipokuwa akirudi kwenda kuoa huyu bibi, kaingia ndani ya hiyo shamba kuangalia kitundu msoga wa simba. Agano inatueleza ya kwamba alipofika akapata nyuki na asali zimejaa kwa hiyo mzoga wa simba. Akachukua asali, akaanza kukula, akabeba zingine, akapelekea wazazi wake. Hakuwaeleza. Haya. Hapo ndiye nataka nianze naye kuhubiri kwangu. Nilikuwa nataka nikueleze story. Mmoja alikuwa ameenda Timna kwa Wafilistia. Akapata mwanamke mzuri hapo, akarudi kwa wazazi wake wampatie kama bibi. Wazazi wakamuuliza kwa nini anataka mtoto wa Filistia, kwa nini hakuchukua watu wao. Na agano inasema ya kwamba wakati huo ilipatikana kama Waisraeli walikuwa wanatauliwa na watu wa Filistia. Sasa hapa inasema ya kwamba wazazi wake hawakujua ati hiyo ilikuwa mahitaji ya Mungu. Ili Mungu alete shida kwa wa Filistia. Ilikuwa mahitaji ya Mungu. Nami niko hapa nikueleze kuna mahitaji ya Mungu. Ukiona watu wanakutesa sana ni mahitaji ya Mungu. Ukiona wamekudharau, kuna vitu zinakuja kwa mahitaji ya Mungu. Sasa zingine umekuwa maskini muda mrefu, hujui mahali Mungu atakufikishia ili upate mali, ni mahitaji ya Mungu. Mahitaji ya Mungu huwezi ukaepuka. Huwezi kuepuka mahitaji ya Mungu. Huwezi. Mahitaji ya Mungu huwezi ukaepuka. Sasa wazazi wake hawakujua hiyo ni mahitaji ya Mungu. Ilikuwa mahitaji ya Mungu. Kuna kitu naweza kutendeka maishani mwako ambayo ni mahitaji ya Mungu. Ndipo akararua simba.
Agano inasema alikuwa na mkono tupu. Haijaandikwa ya kwamba alimuua. Agano inasema alirarua, na kitu imeraruliwa tayari imeisha. Na alirarua na mkono tupu. Kuna wakati unaweza kutembea mkono tupu, na Mungu atakupatia kile uko naye ushike kwa mkono. Bwana anaweza kuletea vitu ubebe kwa mkono na ulikuwa na mkono tupu. Agano inasema ya kwamba simba alipoguruma kukuja kwake na nguvu. Agano inatueleza ya kwamba alikuwa mtoto wa simba. Nguvu ya Bwana ikamteremkia. Ndipo akararua mtoto wa simba kama yule anarua mtoto wa kondoo, mtoto wa mbuzi. Kuna vitu zinaweza kukuja mbeleni mwako, na nguvu ya Bwana ikiingia kwako utararua hizo vitu vibaya maishani mwako. Utararua hizo vitu vibaya mbeleni mwako. Utararua kilicho kwako, kile haipendezi Mungu. Kuna vitu zingine zinakuanga maishani mwetu ambayo haipendezi Mungu hata. Na nguvu ya Bwana ikiingia itatubidi turarue. Hata kama ulikuwa na watu pamoja, mlikuwa mkisanyika pamoja, mlikuwa kikundi kimoja, mlikuwa mkikula pamoja, mlikuwa mkifanya kazi pamoja, lakini wakati wa Mungu ikifika mtatengana. Hata ujaribu ya kwamba wewe ni mzuri, mtatengana. Sababu ni mahitaji ya Mungu. Mungu akiona kitu itakusumbua mbele, atakutenganisha na watu. Akiona kifo yako itatoka na watu mbele, atakutenganisha na watu. Akiona hakuna heshima katikati yako na watu, atakutenganisha na watu. Akiona fukara yako itakuja kwa mkono ya watu, atakutenganisha na watu. Akiona maradhi itakushika sababu umeshikana na watu, atakutenganisha. Akiona boma yako itaharibika sababu ya marafiki, atakutenganisha. Upende usipende, atakutenganisha. Mtatengana. Huyu ataenda zake, wewe utaenda zako. Kwa nini? Ilikuwa mahitaji ya Mungu. Mahitaji ya Mungu wewe ukaepuka. Mahitaji ya Mungu hata chifa kuje haiwezekani. Mahitaji ya Mungu hata kama president ndiye ako, mahitaji ya Mungu itatendeka. Sasa Samsoni, wazazi wa Samsoni hawakujua kilikuwa mahitaji ya Mungu. Hili Samsoni aowe binti wa Timna, binti wa Filistia. Hawakujua. Wewe pia kuna kitu inatendeka maishani mwako hapo, ujui imetoka na wapi. Hawakujua ilikuwa mahitaji ya Mungu. Hawakujua. Mahitaji ya Mungu. Mahitaji ya Mungu. Mahitaji ya Mungu ikifika. Lakini babake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana alitaka kisha juu ya Wafilistia. Basi wakati ule Wafilistia walikuwa wakiwatawala Israeli. Jambo hili ni la Mungu. Kitu inaweza kutendeka maishani mwaka ambayo ni jambo la Mungu. Jambo hili lilikuwa la Bwana. Bwana ndiye alikuwa anataka achukue binti wa Filistia. Ili Bwana aribu nguvu ya Wafilistia. Maana wakati huo Waisraeli walikuwa wanatauliwa,
walikuwa wanatawala, yani Wafilisti ndio walikuwa wanatawala watu wa Israeli. Walikuwa wakiwatawala Israeli. Wafilisti ndio walikuwa wakiwatawala Israeli. Sasa Mungu na mapenzi yake na mahitaji yake ilikuwa la Bwana Mungu, mahitaji lake, mapenzi yake, matako yake. Alikuwa anataka Samsoni awe huyu bibi ili aanze kuharibu Filistia. Kuna kitu inaweza kukuja kwako mpaka uone watu wote hawakutaki, wametengana na wewe. Mpaka anze kujuta, uanze kulia. Kwa nini mimi watu hawanitaki? Kwa nini wanasema mabaya kwangu? Kwa nini wananitendea ina kile? Kwa nini wamenidharau? Ni mahitaji la Bwana. Bwana ndiye anataka uwe hivyo. Watu wengi wanaonanga ya kwamba vitu zingine zikitendeka ni shaitani tupu. Kuna zingine za Bwana. Kama hii, huyu kijana alikuwa anataka awe bibi na wazazi wakakataa. Kwa vile wazazi hawakujua ilikuwa matendo la Bwana. Sasa kitu inaweza kutendeka maishani mwako, usilie. Shukuru Bwana. Sema tu kama ni mahitaji yako, wacha itendeke. Wacha kama ni mapenzi zako, itendeke. Kama ni mahitaji yako, itendeke. Shukuru Bwana kwa yote inatendeka. Usilie, usitetemeke. Shukuru Bwana. Ndipo akakutana na mtoto wa simba akimgurumia. Akairarua. Alipasua na mkono. Kuna kitu inaweza kutendeka maishani mwako mpaka ukose mwelekeo, uwe na mkono tupu. Bwana atakupatia silaha kwa mkono wako. Bwana atakupatia silaha kwa mdomo yako. Bwana atakupatia silaha kwa akili yako, kwa mafikira yako. Bwana atakupatia silaha hata kwa mguu. Usibabaike hata kama uko peke yako na uko na mkono tupu. Usibabaike. Bwana yu pamoja nasi hata kama nini tinatendeka. Agano inaendelea mbele ikisema alipoirarua kurudi akapata nyuki na asali zimejaa ndani la hiyo mzoga. Ndipo akakula asali ya nyuki kutoka kwa mzoga ya simba ambaye alirarua. Unaweza kuanza mwendo na mkono tupu. Nguvu ya Bwana iteremke kwako. Utende makuu miujiza. Nyumaye Bwana atakupatia vitu zote ambayo unataka kwa ajili ya nguvu iliangukia maishani mwako. Ninataka nikueleze, hakuna kile Mungu anatenda mbaya. Hata ukiona watu wamekuvamia wanataka kukupiga, Mungu atatenda mazuri hapo. Ukiona ni wanyang'anyi wanakunyang'anya vitu zako, Bwana atatenda makuu hapo. Ukiona wamekudharau, Bwana atatenda makuu hapo. Usibabaike. Toa shukrani. Shukuru Bwana kwa yote inatendeka. Binadamu ni binadamu, wanageuka. Wamekupenda sasa, dakika 5 hawakutaki. Hiyo ndio maisha ya binadamu. Wacha maisha ya binadamu iwe vile maisha ya binadamu iko. Lakini mapenzi ya Bwana wacha itendeke. Nami pia nimeshukuru Mungu, nimeinua mkono yangu mbili juu, nikitaka kushukuru Bwana ya kwamba mapenzi yake itendeke. Itendeke maishani mwangu, itendeke maishani mwako, itendeke kanisani langu, itendeke kwa kanisa lako. Itendeke kwa viongozi wa kanisa, itendeke kwako pia.
Nami nimeshukuru Bwana kwa yote zinatendeka. Mungu ndiye Mungu mkuu. Mungu ndiye Mungu mwema. Alifanyia Samsoni mahitaji ya Mungu haibadiliki. Kiwa ilikuwa mpango ya Mungu itendeke, itatendeka. Hata kama ukatae, itatendeka. Usibembeleze mtu. Wacha kazi ya Mungu itendeke. Wacha mahitaji ya Mungu itendeke. Wacha mapenzi ya Bwana itendeke. Usinganganie. Usipige ngumi. Usinyoshe mkono. Wacha mapenzi ya Bwana itendeke. Nguvu ya Bwana ikiteremuka, utaona nguvu ya Bwana ikilibiza kisasi. Mungu akishuka chini na Mungu wake. Wakati Sodoma na Gomora walikuwa wanatenda dhambi mbele ya Mungu, kilio ilikuwa nyingi kutoka chini kwenda kwa Baba. Ndipo Mungu akasema, wacha mimi niteremuke nitembee na mguu wangu, niende Sodoma na Gomora nitazame kama hiki kilio ni nzuri. Hata kama hiki kilio kimetoka Sodoma na Gomora ni ya ukweli, sababu mimi ni Mungu wa ukweli, nimependa ukweli. Akasema, dhambi kubwa ambayo watu wa Sodoma na Gomora wametenda imenifanya niteremuke. Niko hapa nikwambie, mapenzi ya Bwana kitendeka, Bwana atateremuka. Niliona Mungu juzi kama aliniteremkia. Wakati nilikuwa na shida ambayo singeweza mimi mwanamke. Hapo ndio nilijua ya kwamba wanaume wamedharau wanawake. Tena hawatazami wanawake kama watumishi wa Mungu. Wanatumia kifua na kujiringa na kujionyesha na kutupa maneno mbaya, sababu mwanamke amekaa sio kitu mbeleni mwao. Wanaume wana matiti. Lakini nguvu ya Bwana ikiteremuka, Bwana atatenda isijulikana. Bwana atatenda makuu. Usilibise kisasi kwa yule anakufanyia madharau. Usilibise kisasi kwa yule anakutendea maovu, kwa yule anakujionyeshea, ambaye anaongea matope mbeleni mwako, ambaye anakanyaga chini kama yule ameshinda, ambaye amekuonyesha ya kwamba amekushinda. Usilibise kisasi. Wacha Mungu achukue hatua, alibise kisasi. Wacha Mungu achukue hatua. Wengine wanasema sisi siku hizi tunafunga sana, hakuna kile itatufanyia, hakuna kile itatendeka maishani mwetu, sababu tunaomba sana. Ni uzuri, wanaomba, wanafunga, wamejua kunena na Mungu. Lakini kuna wakati itafika, Bwana anakuja kulibisa kisasi, ile ya ajabu, ile haitasimamishwa. Gani inasema kama binadamu amekosea binadamu mwenzake, Mungu anaweza kuingia katikati. Lakini mtu akikosea Mungu, nani ataingia katikati? Sababu mtu anaweza kukuona wewe ni wewe. Wewe ni mwanamke tu. Wewe ni binadamu. Haleluya. Hawajui nguvu gani Bwana aliingiza maishani mwako. Hawajui nguvu gani unatumia. Hawajui Mungu alikuingizia nguvu yake kiwango gani. Hawajui. Wanakuona tu kama mwanamke binadamu. Kiumbe unaweza kuwa kiumbe mwanamke, lakini kimungu wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni kitu chake cha kufanya kazi.
Hey, mtu anacheza hii, anaringa, haleluya, anajionyesha. Anasema huyu ni mwanamke, nitamchapa, nitamslap, nitamfukuza, nitamnyang'anya vitu zake. Hey, fanya tu. Lakini wakati wa Mungu, Mungu atakapoamuka, kilio haitaisha, kutojua haitaisha. Utakumbuka ikichelewa, utakumbuka kama sasa saa imeenda. Agano ya Mungu inasema kwenda kwa haraka kwa kusikia, lakini kujibu enda pole pole. Nilikuwa mahali nilienda kwa haraka kwa kusikia, lakini kujibu singeweza kujibu. Lakini kusikia, nilisikia kwa haraka sana. Maringo niliona, madharau niliona, matusi niliona, maneno maovu niliona, vitu vibaya niliona, kutembea kama yule amebeba pistol niliona, kujifanya na kutembea hapa na pale mbeleni mwangu niliona. Glory to Jesus. Kutingiza kichwa na kupiga mkono niliona. Ndipo nikakumbuka gani nasema ya kwamba enda kwa haraka kwa kusikia, lakini kujibu kuja pole pole. Katika jina la Bwana sikujibu hata neno moja. Samsoni alitumiwa na Mungu. Msichana wa Timna, kama wasasi wake hawakujua ilikuwa mapenzi yake Bwana itendeke. Unaweza kwanza mwendo kama una chochote ya vita. Siku hiyo nilikuwa na Mungu peke yake na Yesu na Roho Mtakatifu. Sikuwa na kitu ya vita. Kumbe Mungu anaweza kupigia mtu vita. Alipigia Samsoni vita. Kama Samsoni hakuwa na kitu, simba ikakuja imgurumie. Gano inasema alirarua simba. Glory to Jesus. Na mkono tupu. Leo tutararua pepo chafu, tutararua mashaitani, tutararua madharau, tutararua maringo, tutararua kujifanya, tutararua maneno maovu, tutararua moyo ya kuona huyu ni mwanamke, moyo ya kuona huyu ni maskini, moyo ya kuona huyu hana chochote, moyo ya kuona ana mwingine nyuma yake. Lava kanta glory. Leo hii tutararua kila kitu kiovu zote tutararua katika jina la Yesu Kristo. Samsoni alirarua simba. Nyumaye tutakapomaliza kurarua, Mungu atatupatia vitu vyote. Tunataka turarue sasa, hata kama ni maradhi. Tunataka turarue kila kitu ambayo Shetani amesimamisha mbeleni mwako. Tunataka turarue sasa. Wacha tuombe na wewe tukirarua vitu. Hata kama ni mtoto ya kukufa kwa tumbo, tutairarua leo. Hata haitakufa. Hata kama ni kazi ya kufukuzwa, utafukuzwa. Hata kama ni pesa yako mtu amekatalia, atarudisha. Chochote ambayo ni kibaya tutararua leo. Wacha tuombe. Agano inasema aliporarua, hapo tu ndiye alipata asali ya nyuki na nyuki kijaa. Leo hii tukimaliza kurarua, tutapata asali ya nyuki nyuma ya hii kurarua. Tuombe. Baba, asante sana kwa agano ambayo umetupatia. Samsoni alipokuwa akitaka msichana wa Timna aoe, wazazi wake hawakujua hiyo ni mahitaji yako. Alipoteremuka aone bibi, ndipo akakutana na simba. Mtoto wa simba ilikuja ikiguruma.
Agano inasema alirarua. Alipoirarua akaacha hapo. Aliporudi tena akapata sali ya nyuki na nyuki kija kwake, akakula. Sisi tumekuja na mkono tupu, hatuna chochote. Madui zetu wamebeba masilaha. Kama Agano ya Zaburi inasema ya kwamba wengine wametumaini kwa magari zao za vita. Tumekuja na mkono tupu kama Samsoni mwana wa Manoa. Hatuna chochote cha vita. Lakini utatupatia mkononi mwetu turarue. Tutararua na nguvu ya Yesu Kristo. Agano inasema nguvu ya Bwana ilipoingia kwake alirarua. Na hakuwa na kitu ya vita. Hatuna chochote cha vita. Tunataka turarue vitu vyote viovu ambayo Shetani ameweka mbele yetu. Asante Baba kurarua shida ambayo huyo mama ako naye na mtoto huyo ako naye. Shida ya hiyo boma, shida ya huyo kijana na mwanaume na mzee. Asante kararua shida ya makanisa mengi. Asante Baba kwa ajili ya kilio cha huyo mama. Asante Mungu kwa hiyo natafuta vitu vizuri mbeleni mwako. Rarua maovu, rarua vibaya, lakini umpatia sali na nyuki. Asante Jehova sababu umepokea sala zetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Mimi ni Askofu Nereah Mbewa kutoka kwa kanisa la Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Makongeni Njogo Road. Unashuka Rikana ama Makongeni Police Station. Ukifika hapo utupigie, tutakuchukua. Ili ukuje Mungu ararue vitu vyote. Vitu vyote Mungu atararua. Wacha Mungu ararue vitu vyote maishani mwetu. Asante kwa kusikia hii ujumbe. Ubarikiwe sana. Chukua namba yangu 0720 0720 403913 0720 403913. Mungu akubariki. Tukutane wakati wa Mungu. Na ujue ya kwamba hata kama kuna mkono tupu, una kitu una silaha, Bwana atakupatia silaha. Na nyuma ya kurarua, Bwana atakupatia sali ya nyuki na nyuki. Sasa kubali ya kwamba kile ilipotea maishani mwako, Bwana amerudisha katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini. Ubarikiwe. Turn